Jesu emoyo Tonyaga dene watumia Tonyaga dene wa anake Jesu emoyo wapitangwe kwa Yesu nego kena Oi nego kena nego kena Eni nego kena nego kena Etiga newe togereke Togera o togeta na yana o idewama Etiga newe togereke Togera o togeta na yana o idewama Nego kena nego kena Oi maete matana Eni nego kena nego kena Nego kena nego kena Owe moto hei moyo Motorari yo moto Idenyare yake Ukamuwe igairi yake Moto hei moyo Motorari yo moto Idenyare yake Ukamuwe Oi nego kena nego kena Nego kena nego kena Nego kena nego kena Ere utinie tinire une mwadani Ere utinie tinire une mwadani Oira uninie doragare une mwadani Atere utinie dragosare une mwadani Ere utinie tinire une mwadani Ere utinie tinire une mwadani Kore dawa kore dawa Kore dawa kore dawa Kore dawa yo nokyo Kore dawa ya merimo Kore dawa 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 ya onkyo Kore dawa ya merimo Kore dawa Ate kore dawa Eke wasane yosi agai Ene yoke wasane yosi agai Eke wasane yosi agai Ene yoke wasane yosi agai Ena gene yosi agai Ene yoke wasane yosi agai Ana geto morugire Atumia tomorugire Ene yoke wasane yosi agai Ale tu tomorugire Ena
kiake na thorathime ene iria kioco nĩ irio cia Ngai irio nĩ irio cia Ngai ene iria kioco nĩ irio cia Ngai zunguka kizayuni 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 turuke kizayuni zunguka kizayuni zunguka kizayuni oh turuke kizayuni 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 oh tuimbe kizayuni 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 wasemanya na inya wa Ngai no mwaka ugaruruke wasemanya na inya wa Ngai no mwaka ugaruruke wasemanya na tugi wa Ngai no mwaka ugaruruke wasemanya na inya wa Ngai no mwaka ugaruruke mwaka eno mwaka eno mwaka eno mwaka eno mwaka ewa semanya no tugi wa Ngai no mwaka ugaruruke ewa semanya no tiku wa Ngai no mwaka ugaruruke eni no mwaka no mwaka no mwaka no mwaka na kuabudu na shukuru. Asante Baba, umetufanikisha, umetufikisha mahali tumefika, maana unatupenda. Thank you Jesus, thank you God. You are the master, you are the king, you are the king of glory. We worship you, we adore you because you are Jehovah Nisi. We adore you, Father, because you are Jehovah Elohim. We adore you, Father, maana wewe ndio Ebeneza. Wewe ndio mwanzo na wewe ndio mwisho. We don't have any other God. We don't have anything that we can worship here on earth or in heavens apart from you. You are the master, the king of kings, the king of glory. You are seated on your throne, watching all of us. Oh, Baba, I thank you. I thank you because we come together, joining our hands with millions and millions of angels that are seated before you, ambao wamesujudu, wanasema unastahili, wewe ni msafi. Nimeunganika na makerubi na masarufi ambao pia wamesujudu, wanasema wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Ninaunganika na mwanao Yesu Kristo aliye katika mkono wako wa kulia, ambaye anaendelea kunitetea. Sikiliza tu maombi yetu Baba, tusikilize siku hii Baba, tufundishe, tuelekeze na utuoneshe. Hatuna uwezo, hatuna mafundisho, hatuna mamlaka, hatuna kujua. We don't know nothing. We are just without hope. Without you we cannot succeed. Without you we cannot make it. Without you we cannot move to any direction. It is through only you that we succeed. Through your hand we are going to win. Through your voice, Father, we are going to conquer. Through you guiding us, Father, favor will be upon us. Through your care and the love, God, we shall win every single battle. Father, thank you. Train us. Teach us how to fight these battles. Teach us how to know you. Teach us how to come closer to you. Teach us, Father, how to be your children. Forgive our sins. Forgive us, Father. We have committed so many things that are unprintable, are unsayable, things that nobody can want to be associated with. And even we have come before you here. We are standing on your altar, God. We don't even deserve to be here. We don't even deserve to be associated with you. We are stinking. We are smelling. We are not worthy before you. But God, you are a God of mercy, a God that forgives, a God that cleanses, a God that anoints, a God that has always
lifted his hand because of their children. You pardon the children of Israel. They had started worshiping cows and idols. We haven't worshipped them, God. You pardon them because they had refused and said they want to worship you. They were worshiping other gods, but still you came back to them. You lifted them up and you took them to where you had a promise with their fathers. I know you have a promise with our fathers that this is the land that you called your holy land, that we shall go to where you said we will go, that we will make where you said you are going to make, that you will make a way for us because you are a way maker, that you will create way where there is no way. A well of water will be created in the middle of the desert once we are there. And God, I know because of your mercy and your tender mercy, we shall conquer. In Jesus' name, somebody say amen. Hallelujah. Thank you. Salimia tu mtu ako upande wako wa kulia. Just simama tu, acha kukaa. Naona hii sasa, hii ndio ile maneno na wakata sanga. Sasa unakaa, hujui kama huyo mtu ako karibu na wewe ni Al-Shabaab. Sasa wewe na unakaa tu. Si umuulize wewe unaitwa nani? Muulize wewe unaitwa nani? Ukisikia naitwa Abdullah Mahara, sasa wewe kaa chojo, kaa kado kidogo. Mwambie kaa ule upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa upande wako wa kushoto, ujua hata huyo mtu mwingine. Ujui kama ni yeye amebeba hiyo bomu ama ni yeye amebeba. Wajue tu, muulize umetokaje kwenu. Muulize kama ni mama, muulize is your husband happy? Kama unaona ni mama mwenye ameolewa, muulize is your husband happy at home? Muulize tu. Ama umekuja kanisani kudanganyana venye kwako kukosa na huko sawa. Unajua wamama wamefuruga nyumbani, wametukanana na mzee na hako hapa kanisa kusema anaenda mbinguni. Hapana, muulize. Kama ni mzee yako karibu na wewe, muulize is your wife happy at home? Muulize tu. Muulize kama ni mzee yako karibu na wewe. Muulize mtumia akule, ni mkenu, moshi. Mwareka kukana akeneke, muulize kwa nini ya Mungu kuja naye kama hako happy. Kama ni mzee uliza. Uliza mama. Uliza huyo mzee. Muulize tu swali. Muulize tu. Muulize. Muulize ni kwa nini your neighbors are accusing you. Muulize. Muulize ni why are your neighbors not happy with you. Good. Pigia Yesu makofi. Yes. Do you know why? Do you know why? This is a church. People have come from different. It's like a market. You don't know who is seated to you. Angalia mama kama huyu amekaa karibu na wewe. Na labda ako na shida nyumbani, ako na pressure. Amefurugwa na mzee. Alafu wewe ni kimwanaume kimekaa next. Alafu shetani anamletea masquerading spirit. Anaona ni kama mzee. Anachukua gumi tu kwa. Alafu unamuuliza ni nini? Pole si wewe. Na ushakula gumi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is always good to know. Wewe shosho. Maito, taikara hari orero. Huko ni kule watho. Na wewe ikara hari orero. Ikarira gitegeke kenge. Utigoshoka gutoshabithia guku ate atumia kurumoka makaigwe na kuria thutha ni matesa kwa madharau. Ndugoshoka gutoshabithia ni twarega. Pigia jeje makofi. Nevertheless, amefika. Never what? Teres, mpigieni makofi. Karibu sana mami. Asante. Tunaweza sasa kuketi. Sasa si umejua your neighbor? Know your neighbor. Hata serikali inasemaga know your neighbor. Because your neighbor could be Al-Shabaab. Hallelujah. Thank you. Naona mume sweat. Mumeimba mpaka muka sweat. Wangapi wame sweat? Hallelujah. Ambia wale walikuwa wametoroka wamekuja leo, waambie karibuni. Na nyinyi ambao mlikuwa mmetoroka kidogo, jiambie karibuni. Jiambie mimi karibu. Si ujiambie nisijasikia mkijiambia. Jiambie tu karibu tu. Asante. Na wale ambao hawajafika, muombe tu bado wafanye nini? Na wale wameamua kuende, waombe kule wanaenda, waende salama. We don't pray for those people bad kwa sababu time yake ndio imeisha. Kuna kitu natakanga kuwafundisha sana. Ukiona mzee huyu ametoka hapa ameenda, don't complain. Time yake ndio imekuwa expired. Don't even go praying ati arudi. Hapana, wish them well. Ni time imeisha. Akiendelea kukaa another 1 hour ataanza kuwa koroga.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na time ikiisha hawajua, wanatorokaga. Hello, wanatorokaga, wanakupigia simu wakienda wakisema nimeresign. Sasa hiyo ako the other side of the road, ametoroka kwa side of the road. Sasa don't ask, kwa sababu time ime expire na anasikia kuna moto imewaka. Haleluya. Na ukiona mtu ameenda amerudi, ni kiherehere alikuwa nayo, haku amefanya kazi, hata haku ameanza, ni kiherehere. Sasa ameenda huko, dunia imekuwa giza, amerudishwa. Halo, hivyo ndivyo kunaendaka. Ukiona kama sasa ulivukuswa na Bwana ukatoroka, ukiwa huko ndiko Jerobuye, ukaenda ukakaa, sasa unaanza unakuja ni mwathani ni arajareirie araje utire mwathani urakwareirie ni mathina maria makuhichonetwo ni ini ugaikara wega todo miracle haikufunguka. When you went, your doors were closed and your heavens closed. And when heavens have baba, wewe unataka kuweka huyo msee huko nyuma kakwa nyugo tali adhuri I say siona mpaka karibu, ndio nimesema muangalie kama kuna Al-Shabaab. Sasa unajua ni nini hiyo? Wazee, wewe baba usiwahi kuweka mzee huko nyuma, unamweka hapa kiti ya mbele. Kama kuna mtu yangi amekalia kiti ya mbele, unangoa bila kuomba ruhusa, unashika tu hapa unangoa, unaweka baba hapo. Hii ni baraka tupu. This is a blessing. Hii ni baraka tupu. Ndio unaona kazi mnajaribu kunipiga mnashindwa. Ni hawa tunaitaka nao kimlimani. Wapogo. Baba. Sio mera nito dia kirima. Wewe ujaienda mlima. Huyu msee tunaitaka naye kwa mlima. Ni kweli ama ni uongo? Simama. Kwa ajili ya kudina mkwajo. Pateke. Peno wako leo. Ai. Aje kudina mkwajo. Acha totigo dinaye na mkwajo no kugia gigocokia. Ikarade. Pole. Kuna kutonega. Gwere kaodo. Hema udume waku matari mega. Acha. Kwa kule kwena maundu matari mega na ti waku mucie. Angalia sasa huyu mtu. Simuweke mfuge na kaba muweke kuko kwa store. Mimi nilikuwa kipitu kama hiyo. Sasa muthe wakure kwena kaundu gatari kega. Uthi unyite nyumba yaku umekarie the ndwirega kumathinjira kaburi. Muthi murianire kaburi ka mucita gata uria wathinjagira ciana ciaku ugaciariria. Riu ri murugu ithe ndaraunekete. Mwanake waku githira ari mune kukuguru. Riu ni uraringirwo kuguru. Maito githe utire hingo arikuo arioka ohetwo guoko. Waku kwina gathina. Uthi uthenja kaburi. Tika igongona kaiburi wete ciana ciaku murianire umatwire mata. Ni urekereirie mucie waku. Ni urekereirie mucie waku. Wete ciana ciaku na andu aku murianire. Riu wonaga kanyamu mukaria na maito. Narajigwa. Mukaria inyueri. Karathi. Na thina niwe, kwina thina na thina niwe. We niwe thina. Naigwa. Daria ta muthuri riu. Jigwa emato. Jigwa emato. Na yo dideko niri maguru. Naigwa maito. Muthi muikare thi. Ure no ena thina. Nitwe wambiriirie kuneka. Mwanake. Yes. Wana nake ni aringiro ha. Mwanake agwire ko. Arafu. Niki muragicaria. Akwa mwanake agwire stair-ini, baba agwa stair-ini ri. Niki kingi uragicaria. Nuranidi kana urenda kigogeuke. Gaga. Kemere kemwire akuri.
Mwadhani ya gosho. Daddy. Nilikuwa nawaambia tunaendaka na huyu mzee na mzee Kibendera. Kibendera simama tu. Mzee Kibendera. Lakini ile miaka igana leo ndio no akinya birthday. 78. Wewe na 1K. 108. Ewe. This is 108. Na uko na 18 na unatusubua tu hapa. Na ukifikisha 20. Mzee wewe na miaka igana? 79. Ewe na wewe angana wewe dili yako 76. Yo nake wewe na jure ciana cia. Wewe ti Mukenya, yo ni Mu-Ethiopia. Eke nige koyo kira kia Ethiopia. Wewe na miaka igana? 80. Na ulioka kijana. Bado unaendelea. Yo nevertheless. Naite. Ugo tu naite. Na nduretia. Aligo ya wewe na igana. Wewe na igana? 50. Tu peke yake. Niguo na ndurareka tuhuhie. You can see now sasa mzee kama huyo muweke kule nyuma. Na tunaendaka nao Gong Hills. Tunakaa na hao kwa kichaka, tunalala kunakuwa mchana. Wanakujaka wanakaa hapa kesha, wanalala kesha. Hawa wanalala kwa simiti. Hawa unanana hapa tunalala na wao hapa. Sasa pigeni Waruinge. Unakuta jeshi kingine ndio hii wewe amuka. Yidi gwetigagira. Hawa walifugwa jela moja na mama yangu huyu. Jela moja Kamete prisons. Ikiwa mpya. Alikuwa huyu ni commander, alikuwa na star 3. Mekanga etatu star hapa 3. Sasa niambie mama kama huyu ndio akuwe commander, akuwe na star 3, alikuwa nani? Ni ordinary. Ni mama ordinary, mama manga. Huyu ndugithaka nake. Huyu waciarirwo mwaka uriko? Waciarirwo 1919. 1919. Hata mama yako alikuwa hajulikani kama, acha mama yako, hata shosho yako alikuwa hajulikani kama anaweza kuja hapa duniani. Na umenikosesha amani hapa, hutaki hata nioge. Na niko na komanda wa 1919. Sasa chesa na mimi. Nikiona gadieti kagera. Yeah. Kaka. Ndio naona nimemnunulia nguo. Avae nguo msafi ya white, akae hapo aniombee. Hata mama yangu anakaa hivi ananiombea. Irato. Neko kugorera karato. Ateke ni nawe. Wana ole mama ko. Hata ndigoreta kirato. Ne pesa siga na kirato. No ko ndeithia kugurira uyo kirato kia white. Karafa. Ya kuria no ko ndeithia kugurira uyo. Wewe guo kwa kuna iguru. Yes. We ugurire uyo. Wewe inua mkono yako ununulie huyu. Nani mwingine? Wewe huyu ununulie huyu. Nono leo kugurira tamucudhiririe. Ndakaje gukuhura kona. Moyaga guoko makaja kuhura kona. Uyo, hebu simameni wale wameinua mkono. Wale nimepoint. Mudu amona. Yule wa blue. Maito. Uyo. 1919. Nwedirareria. Uyo. We, kombuleina. Uyo. Mwingine? Alice, ucio ithagu. Ucio. Uyu nae? Namesake. Ni namesake. Ndio ule. Ni mwaga na karatu. Thank you. Ekadeno, wagetigo.
Ekade eno. Wekera kirato namba cigana? Inyanya. Wekera namba inyanya. Wekera gikio nyone kana gigukuyana. Ni mali. Tukomoda moda. Hebu lete kiatu kingine mpya hapo. Hii sipomtosha vai hiyo ingine. Hii ni kijana yako hii. Umekwaje kugadrekera thogithi citahiana ine. Oh, endo leta kiatu fulani. Nini baba? Kibia. Ni wewe nimetuma. Wewe ndio altar boy hapa. Nakuja kutumana na kutuma unatumana. Uko nado kungabia. Oh, wenda kitu kiratu fulati. Oh, tondu nyona ko thiaga ugu. Nikuguru konyago. Gukage na mathigithanio. Kireke kuhe kiratu kiega. Kiratu hivi kiratu. Aposto. Wewe niwe harikari yako. Oha kiratu giki. Guhone aya maje kuganwa na nini ashagorire. Nini Ngai yaririe uhoro wake. Ha ni maguta mararuta wira. Yes. Niguo. Ayake kwehutiriria haha. Ngano ni sioka. Wacha vai hii. Amesema nataka flat. Sio iko na dira. Geke. Kia white. Yes. Yes. Ule, kwa deni mweke hizo mavita zenu. Ati mnaenda maombi na mnatoa sadaka ya vita kwa maombi ati ni ya kupigana na mimi. Hamtaweza na. Kuna thank you. Nikigira guthumbura maito. Nini nakusumbua? Hauko sawa? Hii kichwa yako inawaka moto. Na unasikia kisukusuku ni kama kitu inakuvuruta hivi inakupeleka hivi. Ni nini? Na hiyo kitu ilianza asubuhi ulipoamka. Si ndio? Nikiganira. Gekuo. Kada ni adha kareno. Yes. Kehega kwa kile gikuru. No kile kivunjo kile kikigwa. Kivunjo muno. Kikigwa heke gikuru. Uri ukona nona nirajiye ukua bakora. Arenda kuhura mundu. Na kiyo arajirire atiriri ati athiagire muthingi. Ya wakueha. Ino ni maupiwa. Ugo niguo mami angathagia. Naya mahinyaga nginya makahinya andu. Okay. Doi. Firigani doi. Sasa hii ndio jeshi yangu inanitagulia mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio jeshi yangu ingine, lakini walikuwa wametoroka. Kuna watu nilikuwa naambiaga mnakuja fare ni yangu. Si ndio tulikuwa tumeagana? Nikamwambia pesa yenu muache nyumbani. Mimi ndio natoa fare. Lakini kuna watu ule mzee kale kama mzee kalikuwa kanaitwa Kemani. Kakasema ati hawa wazee wanakuja kudoea pesa. Wakanyima hawa wazee. Dimo teimiro tikiti. Aliyaima deda mubure omode. Si mulinyimwa fare? Tulinyimwa. Na ako kamuse kafupi kama surako. Kanaitwa Kemani. Kawira mutika. Kawira beale. Nituzoea. Ati watasoea. Eyo ni shaitani kaanike. Niene nidaugire na nikasema si pesa ya kanisa. Ni pesa ya mfuko wangu niitishwe. Sasa walifukuzwa, waliwekwa kwa kona moja na huyo Kemani. Wakafukuzwa, wakaambiwa watoke. Wanakuwa na mazoeo machafu.
na wanaharibu image ya kanisa, kwa sababu Kimani anataka ma.com na tusichana tuzuri yeah? Agirohia ndagicunga na ruruka rwake, agiroiteka ta mai ma barafu, agiroiteka ta mai mairuto, agirothi na miri ya mikongoe kajige gaka ha dari ugo toro ndina muthigi. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona, I'm defending my army. When you are a commander and you don't have your jeshi, you are useless and useless. Sasa unaona mimi naongea na sauti, naongea na niko na urugari. Ila sade nilikuwa na joto. Kwa sababu jeshi yangu hakuna. Waliniondolea jeshi. Ndio muweze kuniswaga. Walipofukuza hawa, walikuwa wametagulia hawa kusemekana walikuwa wananuka. Si mnakumbuka hiyo story walikuwa? Sasa hawa walisemekana walikuwa wananuka. Ni hiyo Kimani tu na mwingine walikuwa naye. Wakasema hawa wananuka, watolewe hapa. Mimi nikasema hata kama wananuka, watakaa na hiyo munuko. Hawa na wao ni masubua. Just imagine mzee wa mtu ako na miaka 110. Amekuwa subua kwako aje? Ule ako na miaka 100. Kuna yule shosho mwingine wa 130 years atenesubua. Atenakuja na pesa si yako. Wewe mwenyewe hata sadaka unatoaka shilingi 20 ya mabati. Walipoenda immediately hawaenda na hawa ndio nikawaondoa nikawapeleka mahali pengine waobeage. Huyo mzee alichange narrative akisema mama yote akiingia pale ninamrepu. Sasa narrative kulingana na mpango wenye ilikuwa imepagwa ikaingia, because wanajua jeshi imeondoka na jeshi akafikiria hii imeondoka, hii nilipeleka mashimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alianza kusema nini? Mwanamke yote akiingia pale ninamrepu. Acha tuone pale atafika. Tulikuwa tunasema kuna kitu kingine hapa Mungu ameniambia, nilikuwa pale nikiomba ndio nikuje hapa. Nikawaambiwa niwakumbushe message ya 31st usiku. Si kama ilikuwa Sunday ama ilikuwa ya usiku. Tukasema kutakuwa this year will be a near rapture. Si ndio? Na nikawaambia Wakristo mutafinywa. Mutafanya nini? Mutafinywa. Hiyo game imeanza. Hiyo game imefanya nini? Imeanza. Na kutaguzwa wale wanajua kupiga makelele. Guza hapa, wengine yauzwa. But the bigger agenda inalenga makanisa yote. Kwa hivyo Wakristo muombe. There hata killings zitakuwa. Wamezipanga. Na wale wanapanga, they are in the government but they are not the leaders of the government. Understand me? They are inside the government. Maana ni serikali ile ingine, lakini iko ndani ya hii. Ndio hii ichomwe, iugue. Maana hii ilipata hii kiti kupitia kanisa. So wanajua wanakaribia kule kwa hiyo kiti, kutafuta kiti. Na walijua alitumia altar ndio afike pale. Sasa wamekuja wamegoga huyu na watagoga mwingine hapa. Alafu watagoga mwingine pale. Alafu wataigia waanze kusema leteni makaratasi yenu ya venye mnaletaga taxes. Hello. Sasa ndio mtaona kuona badala ya wakora kupelekwa kotini, mtaona mapasta wakipelekwa wakisemekana wanakulaga pesa. Ni maradi kiraba. Kuna ka situation kametengenezwa ndio kuonekane watu ni wabaya. It will be tough. Sema tough. Sasa bila hii jeshi it will be tough. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ofisa mmoja wa polisi ametutembelea hapa wa kitego ya wale watu wakubwa. Unataka kumsalimia? My brother simama. Wewe uko na suti. My brother. Mnakumbuka huyu mzee?
Rasta. Kuja tu wakuone, hawaja kuona vizuri. Makuoneteo tuko. Rastafari. Ja, Rastafari. They want to change my identity. They changed his identity. For how long will they kill our prophets as we stand aside and look and say it's just part of the book that we've got to fulfill it? Unajua hiyo? Nani alimba? Rastaman. Sasa huyu ndio yule alikuwa Rastaman. Tuna hiyo picha ya Rastaman hapo? Is it possible? When he was a Rastaman. Is it possible? Yeah? Yeah, quickly put it. I want to see how God can change you. I want to see when your heaven opens, things will change. And I want you to see, because I want to teach about the closed heavens. I want to teach you when the heavens are closed, how you look like. And when the heavens are open, how you will look like. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba. Bako umenunua ini yako? Touch. Nipatie password. Kwa hivyo hata simu zinajua marasta. Juzi nilikutana na mama wa kanisa na mutire metugo. Mutire metugo. Dilauga wewe. Ukitaka kujua yule mtu amefanya, wakati tulikuwa tunaiba sukari, mama yetu alikuwa anasema, "Nani amekunywa sukari?" "Si mimi." Tinie. Unashikwa. Unatandikwa moja. Nenie. Ukisikia mtu ameanza kusema si. Anajishuku. Kuna yule kijana chokora. Mnamkumbuka? Yule kijana kama smart. Karaka smart. Kuna mama mmoja na ni mzee. Na ameniambia nakujua wewe. Unauzaga mavitu za plastiki nakujua. Ukachukua huyo kijana ukapeleka kwako. Ukamfanya bwana. Na unauzaga vitu za plastiki. Kwa hivyo ujue na kujua. I'm coming for you. Tumeweka ama is it possible? Kama si possible uachane tu. Okay. Ulimfanya bwana. Kakijana kakakasiri. Kama unataka kuokoka inua mkono wako juu. Kama unataka kumpokea Yesu mama juu na ndugu yako. Inua mkono wako tu sema leo. Alipita na wewe na akapita na mtoto wako. Na wewe umelaaniwa. Ninakujua. Si ati sikujui. Si unasikia najua mpaka bali mtoto wako analala. Na bali unalalaga. Na ulikuwa unatoka na night dress kasimidhuru. Na kijana yako hapa. I know you. Utubu hiyo ukuje utubu haraka sana kabla sijakushughulikia. Wewe umeweka munati trade. Iko. Nataka go push hapana hii ni ya leo. Sasa nataka akiwa He is a faithful God. Nitasema Ilias ndio Nilimpeperesa na nimekuona kuja ni just tend to argue yourself. How did we find ourselves in this? We model smart. My brother, I want to change your life. You came to Jesus but you are not yet to Jesus because sasa alikuwa analia kwa sababu ametoa kofia. And I want you today. Ukitoka hapa I promise you ukitoka hapa nikampeperesa. You'll be tu unyolewe leo. Nikampeperesa. Sasa kwenda kumpeleka sasa ndio huyo ameenda kuoga. Ndio huyo sasa amepelekwa kinyozi. Lakini tulitumia 1 hour kupeperesa yeye. Hiyo cheki vile kinyozi. Cheki. Sasa na huyo anachukua kamera. Ndio huyo tena.
Ndio sasa ndio atakuja kuingia. He shall be He shall be Sasa kwa hii ile kitu nilichakasa. Hiyo mtu anataka kupeleka. Lakini aliporudi akiwa hivi, mademu hapa niliona mmoja alimwambia ulio mari mimi. Uko kendo na kudhabia tu. Si ndio? Hakuna mtu mbaya, ni kuosha tu, osha. Onege kimaule gedherete. Si yako smart. Usipatie mtu namba ya simu, watakusubua. Mwambie you are locked. Yeah, thank you. Utasemaje? Thank you. Wale waliahidi vitu wajaleta. Wako wapi? Mattress? Chukua mattress. Masufuria, kamuna ile rafuria. Sirakire kuginya thani. Thini. Sufuria si ha. Nani aliweka? Yaani unaweka sufuria kwa vitu za kutalia. Sawa tu, ni mpya, sijaraliwa. Sasa hapa kuna sufuria. Kweli Rasta man never die. Hapa kuna sufuria. Hapa kuna sufuria. Walinipatia sufuria. Ulibeba? Nilibeba. Asante sana. Sina saka. Rasta man never say die. Do you say die? Don't say die. Don't say die, lakini sasa mimi mrasta. Sasa nimeamua kuokoka. Nifuate Mungu sasa. Amen. Thank you very much. And may you who ambaye mulileta hizi sufuria, sahani zote, whoever gave, mwenye alipatia anything that you gave because of my brother here, may God bless you. May God reward you. May God win every battle in your life. May God make you succeed. May your account swell. May your business prosper. May your family have the enduring love forever and forever. Amen. Thank you. Beba mizigo yako. Asante sana. Beba mizigo eda. Koja wanake. Eda ukae padile sasa, weka hapo kando na unakaa pali utakuwa unaangalia unaiona. Alafu mupatie hii simu. Mupatie hii simu ni yake. Thank you very much. God bless you. We want to thank God for you. And niwaambie you have just been a so powerful blessing to my life. Mumenibadilisha. Kama umjuagi mnanibadilisha, mumenibadilisha. Mumenitengeneza nimekuwa mtu mzuri. Si hata ninyi mnaonanga nimekuwa mtu mzuri? Si mnakuanga. Si ukikuja hapa ulikuwa naogopa unashitwa nikienda what will happen to me? Baka ukapigia maneighbor na relatives ukaambia nimeenda kanisa ya Waruinge just in case. Hii ndio namba unaweza kupiga. Na hajaokoka vizuri. Enyewe kuokoka sijaokoka vizuri. I'm 6% now. Mungu amenijalia nimepada 1%, niko now 6%. Ukokovu yangu inaendelea kukua pole and I'm happy. And that's why I am this far. But for you who lives in heaven comes in the morning, who unto you. Unfortunately tunavutaga hewa pamoja na nyinyi mkiteremuka. Si mwambie Mungu tukae tu hapa tuendelee kupanda pole. At least tufike huko. Salimia mwenzako mwambie karibu kwa ibada ya leo. Nataka kuangalia, so as I've said, Christians will face huge challenges. Ni kitu itatengenezwa inside the government. Inside, because the main aim si makanisa. The main aim ni kungoa Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. The main aim yao ni kuangusha Ruto by removing anything that can support him. So they are creating a huge enmity, a gap between Christians and Ruto. Sasa utaona Wakristo wataanza kusema Ruto ametuacha, ulituombea. So ulisikia Wajiri wakisema I campaigned, I did. Now you are doing this to me. It is not him.
mwenye amepiga Wajiro aende abiwe ni brother ya Badi. Yule alikuwa mkubwa ya Nairobi. Yule alitoa Songo. Brother yake ndio MD hapa kwa Lerwe. Na aliwekwa hapo strategically because ya ile agenda ya Waislamu. Hapa wanataka kujenga kitu inaitwa Lerwe City. Hii ni pati ya Lerwe City yote, hata hii manyumba zote ni Lerwe City. So lazima watu wadolewe ndio city ifanye nini? Iende iwekwe. Na ni ile strategy niliwaambia nini? Na hiyo ndio unaona Gekoba wamekuja wakingoa. Si wamengoa Gekoba? Yote wamengoa. Mkienda biguni kwa sababu nyinyi mnalalaga biguni, wanakuja usiku wanachoma. Sasa mkiwa biguni wanachoma na wana fence. Na wamekamilisha pande hiyo, sasa wanakamilisha upande gani? Pande hii nyingine. Choka Waruinge. Ni ajenda kubwa. Si it is, namwambie Wajiro. Si Ruto. Ruto hata ajui. Wakipanga mpango ya Benihin, Wajiro alikuwa kwa kamiti, Ng'ang'a alikuwa kwa kamiti. Huyu Ng'ang'a sasa ameanza kupiga makelele pia, na yeye ameambiwa ngoe hiyo kitu yake. Sijui kama ni kioski, ameambiwa ngoe. Na amewekewa biru na watu wa KRA, wamemwekea 253 million biru. Hiyo alipe kwanza ndio wakae chini waongee. Kai. Na ndio Kenya One. Hiyo maneno yalikuwa gumu. Sasa kwa hivyo kuna kaajenda kako. Na ukumbuke EACC, mkubwa wa EACC ni nani? Ni pastor mwenzake. Anaitwa Ogide. Na ndio amepatia Ng'ang'a biro ya hii atoka hapa. So si unaona it is a wider game. Na iko deep. Sasa mwabukiona Wajiro, mwambe Wajiro aingie kwa magoti. Aulize why? Because that is heaven has been closed. And it will be closed for almost all Christians, including us. Ndio nilikwambia it will be a near rapture. Ukiangalia venye itakuwa moto. I'm telling you my friend, mtakuwa mkifugulia. Au kwako unaona advert ya kanisa unafuga, unaweka advert ya kumupagia. Usijulikane wewe ni Mkristo. People will be killed, will be tortured, and many will be silenced. And there will be so many people who will die a holy death. Yani you are killed because of your faith. Martyr. Na inaitwa martyrs. Hiyo inakuja not only in Kenya, it will be all over the world. Si unaona juzi nilikawaambia hapa nikawaambia the same day niliwaambia wale watu walikuwa wamejificha wa shetani watajitokeza wasiwasi. Wale walikuwa ni mapasta, ni mabishop, ni mafadha, wote ambao wamekuwa kijifanya huko watajitokeza wasiwasi, wawaambie ni sisi. Sijuzi mumeona Pope amesema watakaa chini na watu wa Freemason ndio watengeneze mikataba misuri. Si Pope alisema? Si Pope alisema? Mliona kwa mitandao? Yes, hiyo ndio kujitokeza. Hata hapa Kenya, magay watajitokeza wasema mimi ni gay. Mtadu? Hello? Watajitokeza na watasema life. Na kuna mapasta wawili wa Kikuyu. Wagapi? Wawili wa Kikuyu wanapigana. Huyu anapiga huyu. Maana huyu amechukua kiti yake ya LGBTQ. Na yeye ndiye alikuwa ameshikilia LGBTQ. Kwa sababu ameshindwa kulete watu kwa LGBTQ. Sasa LGBTQ imepatia nani? Mtu mwingine. Pastor mwingine. Na huyo pastor ni kama amechukua watu wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana. So wamelimana na very soon watalipuana into the public. Kila watatu, huyu atasema wewe unafanya na huyu aseme wewe unafanya. Hello. Sasa we are in the when your heavens are closed. Wakati bingu yako imefungwa. Unajaribu kufanya kila kitu lakini bingu imefungwa. Unajaribu kuenda kwa maombi Katoroni, Heaven's Gate, wapi, but there is nothing is working. Bingu imefungika. Unaiba lakini bingu imefanya nini? Imefungika. Uko kanisani bingu imefungwa. Umevaa nguo za white na viatu za white, bingu haikusikii.
What happens? Ni nini inasababisha? Unajikuta mbingu imekukataa, haikusikilizi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. There is something, kuna jambo ambalo limefanyika katika maisha yako ndio mbingu ifungike. Kuna kitu kilifanyika ambacho si cha kawaida, na hicho kitu ambacho si cha kawaida ndio kimekusababishia matatizo unayoyapitia sasa, hadi wakati mbingu itafunguka. Maana hakuna kitu unaweza kupata kwa maisha yako kama mbingu imefungwa. Mbingu ikifungwa, mpaka nyumba yako ni yako wewe mwenyewe umejega, lakini unakuta inafungwa na kufuli na neighbor. Ukiuliza ni nini, neighbor anasema nilikuwa nimeconfuse, ni hii nyumba nyingine nilikuwa nataka kufuga. Kwa sababu utakuta kila kitu is working against you. Watoto wako wenyewe, they will work against you. Biashara, anything you start, hata mdomo yako utakuta unajilaani badala ya baraka. Ukisema mimi naona tu heri nikufe. Ukisikia mtu anasema heri nikufe, ni kumaanisha mbingu imefungwa. Sasa hata yeye ameona the whole system ya dunia imekuwa locked, so there is no hope that you have. Hapo ndio tunasemaga heri nifanya nini? Kafaige kuwa hadu haguturira thina uyu. Kafagai agejoya. Afadhali Mungu aniondoe. Yes, ni kwa nini? Kwa sababu mbingu ambayo inafaa kukulisha, mbingu ambayo inafaa kukupatia chakula, mbingu ambayo inafaa kukufungulia milango, mbingu ambayo inafaa kukupatia favor, ishafungwa. Umefanya kila kitu kizuri, umeenda mpaka kwa maombi, umetubu dhambi mpaka zile hujui, mpaka zile ulikuwa napanga kufanya next week umezitubu kabla ufike huko, lakini nothing is working. Unakuta huyu Mungu is not talking, he is not communicating. Watu wamekuita kwenu na wewe ni muombezi, wewe ni wa kanisa kabisa katikati, lakini nasikia kijiji mzima inasema wewe ni the worshiper. Kijiji mzima, watu wote mpaka family members wote wakikuona, unaona milango imefungwa na wameandika hapo kwa mlango, tumetoka kidogo tumeenda safari, lakini wako kwa nyumba ndio usiingie, na unasikia tu hizo ni chapati zinanyuka kwa nyumba. Kwa hivyo kama wametoka saa hii, lakini ukiangalia mlango haina kufuli, imefungwa na ndani, lakini wameandika kibao tumetoka. Haleluya! Ni kwa sababu mbingu imefanya nini? Imefungwa. Unang'ang'ana kwa njia yoyote. Watoto wako unajaribu hata kuwaombea, hata ukifanya nini, maombi hifiki. Haleluya! Unakuja kwa mchungaji kama huyu, mnajua anapatiana ni soft kupatiana, anapatianaga soft loan which are never returned, anapatianaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuja mpaka yeye mwenyewe anakwambia sina, na unaona amewekelea pesa kwa meza, na anakwambia mayaga idire na kanyamu. Halo. Kwa sababu sina, ninanyimwa kibali cha kukupatia, ninanyimwa kibali cha wewe kupata chochote kutoka kwangu. Kwa nini? Mbingu ambayo ilinipatia imetoa authority usipatiane. Ujue kama sasa wewe mbingu yako ikifunguka, huyu mama akuja akusaidie, huyu mama shida ndio itaingia kwake. Kuna watu wengi hapa, they are suffering because you supported somebody. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulisupport sister yako, na sister yako mbingu yake ilifungwa. Ulisupport brother yako, na brother yako mbingu yake ilifungwa. Wakati ulienda kumsaidia, mbingu yako na yeye ikafungwa, kwa sababu the coordinator ambaye na coordinate mbingu ni mmoja. Naye akasema basi hata wewe yako funga, na ikafungwa. Na ndio unaona tunachanganyikiwa. Tumefanya maombi. That is why, ask yourself, why is it that umeenda makanisa kama 10 in 2 years? Hakuna kanisa hata moja ulikuwa umeona. Hata hapa umenihesabia masiku, unasema kejika lake konyone kama ude nimekwagera kwenda haraka toka eta hapa. Hakuna maneno itafungua mpaka mbingu ifunguke. Uulize Mungu ni nini, kwa nini mbingu ilifungika? Why is my heaven closed? Because there is a reason. Mbingu haiwezi kufungika bila reason. Kulifanyika kitu, there is something that happened. Kuna kitu ulifanya ndio mbingu ikajifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mbingu ikijifunga itachukua muda mrefu na muda mgumu sana kufunguka. Utachukua mwaka. Kuna huyu mzee aliomba nini? Mvua isinyeshe. Alikuwa anaitwa nani? Yeah? Ni Elijah. Akaomba mvua ifanye nini? Isinyeshe. Lakini kuirudisha, kuomba, it was done within a second. Lakini kurudi kwa magoti, the same man kurudi kwa magoti, maana alisema
aliambia Mungu, funga bingu ya mvua. Na bingu ya mvua ikifungwa ni kumaanisha mifugo na mimea yote ilifungwa. Mvua ikifungwa, hakuna mimea itaendelea. Wewe mwenyewe utakuwa na kiu. Wewe mwenyewe hauta survive. Kwa hivyo Elijah aliambia Mungu, funga bingu sasa nishughulikie hawa watu. Haleluya. Na Mungu ni mwepesi wa kusikia unapomuitisha kufunga, lakini si mwepesi wa kusikia unapomwambia fungua. When you are doing that small sin, it is very easy for you. When you are going, unachukua ka uchawi ndio upigane na madhabahu kama hii, it is easier. But to change the situation, to change the narrative, inakuwa gumu sana. Watu wengi wameenda kama sasa hii kanisa, kuna watu last week but one ile ikine, kuna watu 3 walienda wakachija buzi wa hapa, wakanichijia na wamekuja, lakini leo siwaoni hata mmoja, kwa sababu waliyakuwa wameambiwa wakuje sade hiyo na wakuje sade hii na wakuje hii gine, muujiza wao utatendeka. Sasa walipokuja nilijua, na mimi nikaweka mtego yangu pale kwa mlango. Walipokuja kikawaraba. Sasa ni wengine ni wagonjwa, wengine hata waamuki kwa kitanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kukupatia kazi alafu akunyime akili za hiyo kazi. Hawezi kukupatia kazi akunyime macho ya kujua ukijaribu kufanya kitu. Mimi hata ukijaribu kufanya hivi, hata kutaka kufikiria kufanya hivi, ninajua. Na nitakuja beleni kabla ufanye, nakuja hapo mara moja. Na unaona, ukiona nimepita pita hivi ujue kuna kitu huko nayo. Na napita tu hivi naachilia. Nikikuja kwa bali ya Meru. Poa. Ariko tena jo. Are karibu Kaburu. Ule Kaburu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakufuata. Hii wa yule mwegugine. I don't know. I'm not sure. You are not sure? Yes. Are you? Okay. Achana naye. Are you sure? So what happens when your heaven is closed? What will happen? Ni nini kinafanyikanga when your heaven is closed? Demons will attack and overcome you and the institutions and the territories. Demons will at will. Mapepo na nguvu za giza, they will at will. Zitakuja tu za kuattack, zitakushambulia. Mapepo yatakuvamia na yatashinda vita. Mapepo yatakuvamia, yatavamia kanisa kama hii na inakuwa imevamiwa. Watavamia nyumba yenu, kwenu, kwa familia. Ndoa yako itavamiwa because the power to call, hiyo neema na nguvu ya kuitisha moto wa kupigana na hizi mademon, mlango ushafungwa. Angalia mtu anaitwa Jacobo. Jacobo wakati walimdanganya brother yake, wakachukua baraka ya brother yake, yeye shida zilimwanza hapo na akatoroka, akakuwa na uoga, maana aliona brother yake ni kama atafanya nini, atakuja kumuua. Akatoroka. Wakati alitoroka, alienda kwa uncle Laban, akaishi kwa Laban, akafanya kazi miaka 7 kwa sababu ya msichana anaitwa nani, Rachel. Akafanya kazi for 7 years. Surely, hebu niambie, for 7 years ufanye kazi na ukose kujua sheria za mahali hapo. It is very difficult. Because he was working kwa huyu msichana ndiye amuoe, lakini hakupata ufunuo. Hawezi kuoa huyu msichana kabla wa kwanza hajaenda. Lakini kwa miaka 7 alikaa huko bila kujua kuna kuwaga na hiyo sheria. Haleluya. Kwa sababu kule juu bingu imefungwa ya mawazo. Ndio unakuta unajiuliza, hii maneno yote ikifanyika, where was I? Ni nini ilikuwa? Ni nini ilifanyika mpaka nikakosa kuona?
Hii ndoa yangu niguo ikinya haha ri, niguo muthuri wako afike kuoa na abazaye watoto 3. Ni nini ambayo ilifanyika nikakosa kujua? Kwani nilikuwa dunia gani? Ukiona umefika hiyo situation ya maneno ilifanyika na hata mpaka saa hii ujui hii kitu kilifanyikaje, ni kwa sababu bigu ilifugwa. You don't have any information. Bigu ikifugwa ni malaika wote ambao wanafaa kushughulikia kukusaidia, wote wamefugwa, wameambiwa stop, don't attend to this. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wale wa kuleta information, Gabriel anaambiwa don't attend to this. Malaika wale wanaleta chakula wanaambiwa don't attend to this. Malaika wale wanaleta uponyaji wanaambiwa don't attend to this. Why? Because the heavens imeambiwa huyu mtu ni suspect. Kule biguni ukijulikana wewe ni suspect, unachughulikiwa na hote. Na huku unajua the principle of the kingdom ni kwamba whatever that is happening the other side they know. So wakijua bigu yako imefugwa, what they know now, it is our time now to attack, because nobody will help this man. Hakuna mtu atamsaidia, hakuna mtu atakuwa pamoja na yeye. Na ndio naona umeopa, umeenda kufuga, umeenda kufanya kila kitu, but there is nobody who is coming to your aid. Hakuna mtu anakusaidia, hakuna mtu amekushikilia hata kidogo. Hata sister yako yule mzuri, yule mnaobaga na yeye, unajikuta na yeye alirushiwa kakitu akuwe busy. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiendelea kumuomba utaisaidizi, anaendelea kwamba sister tutaopa, tukohoya, tukotana. Unasikia bwana yake alimfukuza jana. Unauliza reason ni nini? Ati hata kujulikani. Walianza tu furugu. Ati ni chakula ilikuwa na chumvi mingi. Mzee akachukua akamwekelea. Hata saa hii ako hospitali. Ukienda kumuona hospitali amechomeka. God, remember me, oh God, remember me. So remember my sister inakatwa. Sasa unabakia remember me. Camp unarushiwa, vita yako wewe mwenyewe vinakushughulikia wewe, unashughulikiwa wewe peke yake. Maombi ambayo ulikuwa naomba ya kuombea familia unaidivert, inakuja remember me. Remember me, oh Lord. Remember me. Kutoka asubuhi remember me. Hata watoto wako unawachana na wao. Ukikaa kidogo unasikia mtoto wako ameshikwa na smallpox. Sasa unaanza kuuliza Mungu why me? Na Mungu haulisagu hiyo maswali. Unaanza why me Lord? Lord why? Why? Niona kama ingekuwa shetani amekuweka kwa mtego. Demons will attack you at will. They will destroy you. Hallelujah. Because your doors are closed. Tuangalie kitabu cha Hosea 9. Hosea 9 kutoka mstari wa 9 nasema, they have deeply corrupted themselves as in the days of Gibeah. He will remember their iniquity, he will punish their sins. Yani wao walijiingiza kwenye mateso. Ni Hosea 9 mstari wa 9. Walijiingiza kwenye hali ambayo ni ovu, ni mbaya. They are deeply corrupted. Hawa kama hasa hao unaona kwa serikali. They are deeply corrupted. Hao unaona kanisani. They are deeply corrupted. Hao unaona kwenye familia. Until now, as in the days of Gibeah. What happened during the days of Gibeah? They corrupted themselves. They moved away from God. Waliondoka kwenye mikono ya Mungu. Na walipoondoka kwenye mkono wa Mungu, Mungu atayakumbuka makosa yao. Wakati wewe unaondoka, ninyi mumezama katika uovu kama ilivyokuwa kule Gibeah. Mungu atayakumbuka makosa yao na kuadhibu kwa dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. When your heavens are closed, what is remembered ni dhambi zako, makosa za zamani, vitu ulifanya. Ndio nawaambia, mnapoanza safari hii, tushughulikie foundations, family foundation, generational curses. Dhambi zilitendeka zamani na wababa yako, na guka yako, na shosho yako. Hiyo dhambi inaweza kukumbukwa wakati bigu yako itafugwa. Hallelujah. Venye walishughulikiwa siku hiyo, mtashughulikiwa sasa. Kwa sababu ni dhambi imefanya nini? Imekumbukwa. Ni kwa sababu wewe mwenyewe umefanya dhambi,
umeingia kwenye mambo ambayo sio mazuri. Kwa hivyo hiyo dhambi unafanya inakufungulishiaga mlango ingine ya zamani ya miaka 400. Una imagine ya miaka 400 ndio inahua. Sasa unakuta unapigwa na vita. Ndio tukifanya deliverance, unafanya mama kama huyu analala hapa, unamwambia wewe ni nani? Anasema mimi ni shosho yake. Shosho mgani? Shosho wa shosho. Ukihesabu huyo shosho wa shosho, unapata wako 400 years. Unakumbuka huyu amekuwa akikusubua hapa, amekusubua wewe ni bwana, sasa wewe ni mke wangu. Ananisubua. Kumbe si yeye. Kumbe nilioa kashosho ka miaka 400 ndio kananisubua. Maana sasa nikiingia kwa nyumba ananifanya madharau, kwani anaonaga mimi ni mjinga, sina akili, anaonaga mimi ni kama kehe, anaonaga mimi ni kama mtu ambaye hajielewi. Si yeye, ni yule shosho, maana ni mzee, anaonaga mimi ni kijana. Sasa hata nikimuuliza namna gani maneno yetu, anakwambia wewe jeherio limo takatakeno. Niki to ni shosho mukuru amezeeka. Ndani yake the spirit ambayo yuko ndani yake ni ya nyanya. Ndio nakwambia tufanye deliverance, and deliverance is not a one day process. It is a process, a long time process. Deliverance is not one off event. It is a process. It can even take you 10 years. It can even take you 20 years. Hawa wahubiri wengi unaona wakubwa Kenya hii, hata sasa wanafanywa deliverance. Hata sasa. Hata baba yangu ya kiroho bado hata sasa uliona alitachiwa pale akaanguka. Sasa si mnasemanga mtu akianguka ako na demoni? Kila mtu kuna jambo mimi naweza kufanya kwa ukubwa sana. Mimi mwenyewe kuna kitu nafanya hapa mnashangaa, lakini nikifika kona ingine ninanyamazishwa. Kademoni kakale kanasimama kanakuuliza, umemalizana na hapo? Huku hatuna haja na wewe, sasa kuja kwa field yetu. Kumbe kuna field bado sijakilia. Mpaka nikilie hiyo field ndio nienda kule kwingine. Unasikia ni dhambi za zamani kule Gibea ndizo zimekumbukwa na wameekelewa hapa. Verse 10 inasema, like grapes in the wilderness I found Israel, like the first fruit of the fig tree in this first season I saw your fathers, but they came to Baal Opea. Umeona kama Israel ilivyokuwa, nikawaona baba zenu. Na nilipoona baba zenu, ni nini niliona? Niliona wakiabudu miungu. Kwa hivyo ni failo ya zamani imefurutwa. Kumbe ile imekuvukia maisha ni failo ya zamani. Kama nilivyofungua macho nikaangalia hivi, nikaona kama ni nini? Ni mkuyu. Nilipoangalia vizuri nikaona ni baba zenu. Mwenyezi Mungu asema, nilipowakuta Israeli walikuwa kama zabibu jangwani. Hello. Nilipowaona wazee wenu walikuwa bora kama tini za kwanza. Then they were good. Lakini mara walipofika hapo Baal Peori, walijiweka wakufu kuabudu chukizo za nani? Za Baal. Yaani Mungu anaangalia historia gapi? Anasema historia ya kwanza, Mwenyezi Mungu asema hivi, nilipowakuta Waisraeli walikuwa kama zabibu jangwani. Una imagine zabibu ikiwa jangwani venye inakuwa msuri. Nilipowaona wazee wenu walikuwa bora kama tini za kwanza. Yani they were beautiful, they were good. Walikuwa watu wasafi, walikuwa watu wazuri sana, they were good those days. Lakini mara walipofika huko, kwa hivyo kuna situation unaweza, kuna itora, kuna mahali unaweza enda, kuna kijiji unaweza enda, kuna town unaweza enda, kuna mji unaweza enda ukubadilishe. Maana hawa watu kule walikuwa wazuri, walipoingia Baal Peori walijiweka wakfu kuabudu chukizo za Baal. Wakawa chukizo kama hicho walichokipenda. Wakakuwa chukizo kama kile ambacho walifanya nini? Walikuwa wanakipenda. Wamegeuzwa na watu? Hapana. Wamegeuzwa na eneo. Na ndio nakwambiaka, eneo lolote ukienda, angalia ni madhabahu gani inatawala hapo. Eneo lolote. Na ndio naona wazee wale kina Abrahamu, kina Isaka, kina Yakobo, mahali popote walienda, waliinua madhabahu. Tukitoka hapa tuende Meru, inua madhabahu.
Tukitoka hapa tuende na nyuki, inua madhabahu. Tukienda, kwa sababu lazima unyamazishe madhabahu ya huko, ndio madhabahu yako yaendelee kukua. Lakini ukiingia mahali ukose kunyamazisha madhabahu ya mahali pale umeenda, hakuna mahali utaenda, maana ile madhabahu iko huko itakunyamazisha wewe na itakumeza. Hawa walienda wakamezwa na mapepo ya Bar Peori. Naye baba yake Gideoni anaitwa Joas, walisaidiwa na Mungu, wakashinda vita, wakashinda Wameleku, wakashinda Waamoni, wakashinda Wagirigasha, wakashinda wote vita, wakashinda mataifa 7 kualiko. Lakini walipofika kule, walifika kwa Wameleku na kwa watu wa kusini, walipaka pale chini, waligeuza. Joas alikubaliana na wazee wa Ameleku, akajenga kanisa ya Baal. Na kutoka hapo wakamwondokea Mungu aliyewasaidia na wakaanza kuabudu Mungu mwingine. Sasa hayo machukizo ndio Mungu hukumbuka, ndiye anakufungulia failo nayo. Sasa unaona wewe ni wajuzi tu, ni wa 1980, lakini ile failo inakushughulikia ni ya 1880. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio ilisababisha bigu yako kufungwa. Hiyo ndio ilisababisha milango yako yote. That is why you are struggling. You are not struggling because of an offense you did. You are not struggling because of a sin that you did. Unateseka kwa sababu ya dhambi ya zamani, dhambi iliyotendwa na wakaabudu Bar Peori, ambayo ni chukizo kama kile kitu wanakiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. So verse 10 inasema namna gani? 11, Ephraim glory shall fly away like a bird. The glory of Ephraim shall fly away. Fahari ya Efraimu itatoweka kama ndege, watoto hawatazaliwa tena. Hiyo sasa ndio repercussion. Your glory flies away. Neema yako inapotea. Watu wakikuona unakaa mtu mkavu, mtu ambaye hana neema, hana mafuta. Namba 2, glory ikipotea, watoto hawazaliwi tena. Hallelujah. Hiyo ndio repercussions. That when you are operating in a closed heaven, watoto hawazaliwi. Maana kumaanisha hata biashara hazitazaliwa, hata makanisa hayatazaliwa, hata ndoa hazitazaliwa, maana kumefungwa, bingu ikafungwa. Watoto hawatazaliwa tena. Na ndio unakuta kuna shida mingi miongoni mwetu. We are not giving birth to anything. May it be marriages, may it be children, may it be business, at work no promotion, there is nothing that is happening. Alafu na maingine inasema hawatakuwa na watoto wa kuzaliwa, wala hawatakuwa na kuchukuliwa mimba. Bingu ikifungwa, mimba hakuna, na watoto wa kuzaliwa hakuna. Ikifanya, umeona sasa, hawatazaliwa tena, maana mimba haitapatikana, na ikipatikana hawatazaa. Haleluya. Ikipatikana kwa bahati mbaya kaigie, kakosa kusikia sauti ya order ile imetolewa, there will be no children here, the heavens have closed. Lakini kwa kibahati mbaya kabego kaenda chu 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 chu, kachomoka huko kwingine, kuzaa hautazaa, lazima katauliwa. Utafanya nini? You will miscarriage. So miscarriages of businesses, miscarriages of families, miscarriages of ministries, miscarriages of our life ni kwa sababu ya bigu imefungwa. There is no supporting effort. When the heavens are closed, there is no support to support what you are doing. Because anything that you do, chochote ambacho unakifanya kinahitaji kusapotiwa. Alafu 12 inasema, even if they bring up children, I will bereave them till none is left. Hata kama wakilea watoto, yes, umezaliwa, kameruka, kametoka, hata kama wakilea watoto, sitamwachia hai hata mmoja wao. Bigu imefungwa. Hata ukifungua biashara, yes, umekoroga mwanaume amekuwekea biashara, ukimkoroga na uweke biashara haitafaulu. Ukikoroga mzae mtoto hautafaulu. Mtoto hule hata kama wakilea watoto, sitawaacha hai hata mmoja wao. Ole wao nitakapo waacha peke yao. So when your heavens is closed, you are alone. Uko peke yako, natembea kwenye jangwa. Nobody is there to give you a hand. Hata pastor wako will never be able to give you a hand. Hata mchungaji, hata mama yako, baba yako, watu wa karibu na wewe hawatakuwa hapo
kukupatia mkono wa kukusaidia, because you are operating on a closed heaven. Verse 13. Nataka kukibia kidogo maana tulikula muda. Verse 13 nasema, when as I have seen was like a young palm planted in the meadow, but Ephraim must lead his children out to slaughter. Kama nilivyokwisha ona hapo kwanza, Ephraim alikuwa kama mtende. Unajua mtende ni gani? Una bahati kama mtende. Mchanga penye konde zuri, lakini sasa Ephraim itamlazimu kuwapeleka watoto wake wakafanywe nini? Wakauawe. Hallelujah. Kwa sababu the heavens are closed. That is why you find yourself in the heavens, ambao itakubidi upeleke watoto wako kichinjio. Itakubidi upeleke watoto wako Saudi Arabia waende wakauliwe. Itakubidi uwapeleke watoto wako Qatar waende wakauliwe huko na Waarabu. Itakubidi uwapeleke mtoto wako mlipie ndege aende Canada, akose mali ya kulala, akae kwenye baridi akufe. Itakubidi utume mtoto wako Nairobi akuje Dadora ashikane na watoto wale wengine, akuitwe mwizi, akue nani, hii inaitwa Gaza. Akifika huko akiwa Gaza apigwe risasi akufe. Wewe mwenyewe ndio ulimpatia fare. Wewe mwenyewe ndio ulipatia mtoto wako akaenda Saudi Arabia. Wewe mwenyewe hata ulihogana ndio apate passport, ndio aende kichijio haraka. Ulipoona passport hikuji haraka, ukahogana ndio itoke haraka, maana siku ya kichijio imefika na umeambiwa utapeleka watoto wako wapi? Kwa kichijio wakakufe. Kwa sababu bikufanya nini? Hauna macho ya kuona, hauna uwezo wa kuona mambo ambayo yanafanyika katika ule ulimwengu mwingine. Maana when your heaven is open, you are able to see, you are able to notice. Imagine Jacobo anakaa miaka 7 akigojea demu, na hii demu hakuna hata malaika anakuja kumwambia hatiri wira uyo ngeno kaba guthi. Hallelujah. Nobody opened his eyes. Hakuna mtu alimuonyesha, hakuna malaika. There was no messenger, the angel of message to give him, kumwambia niko kuhiana. Alipofika miaka ya 7 kutaka kuoa, nini ilifanyika? Mzee akamuita akamwambia, kuja kijana, wewe kichwa yako inafanya mzuri kweli? Unajua sheria za huko? Acha ndio sheria za kusikiliza mtoto wa kwanza lazima aende, ndio wa pili aende. So kama unataka kuoa huyu, hata huyu utaoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka nani? Kuoa huyu mpaka huyu. Hiyo neema, maana Jacobo ni mtoto alizaliwa kama amebarikiwa. Hiyo neema ya kujua hivyo ilimkosa kwa nini? Hiyo neema ya wewe kwenda kufungua kazi mahali ulienda kufungua na ukakosa message hata ndoto moja kuonyeshwa hiyo kazi yako itaaguka, hiyo neema ilienda wapi? Hiyo neema ya wewe unaenda kuanguka kwa shimo na hakuna hata kapanya kameruka mbele yako ukaruka hivi ndio uone shimo, hakuna. The world was silent. The heaven was completely shut and silent. No message ilitoka hata moja. Jacob alirudi tena kufanya kazi miaka ingine 7. Hallelujah. Alifanya miaka ingine ngapi? 7. Hiyo ni miaka ngapi? 14. Hiyo ni mtoto wa kilasi gani? Ni form 1. Miaka 14. Yani waiterera hinya waku wothe wa mwana waku kuma form 1 kuma class 1 nginya form 1 ogecaria mwana wa mbere. Bwana asifiwe sana. Aling'ang'ana bila kujua, na alipotaka kutoka amefanya hiyo 14 years. Alipotaka kutoka alitoka immediately? Hakutoka, alikaa miaka ingine 7. So he stayed 21 years because of this Leah. Ni Leah ama ni Rachel? Rachel. Alikaa 21 years because of Rachel. Eventually Rachel aliendea wapi? Eventually Rachel nini kilifanyika kwa Rachel? Nani alibeba kimkebe? Si ni Rachel. Na Rachel akakufa. Hallelujah. You have worked for 21 years only for your wife to die, not giving you even a fruit. She did.
2 children. But where is... She was buried on the roadside. Sasa imagine nimekuoa, nimekusika on the roadside. Was that the wish? Yoni madharau. Where was that angel that gives you information? Where was that angel that helps you to know, to detect these things? It is because the heaven was closed. Kwa sababu ya ile kitendo walitenda na mama yake. Dio alikuja, as he was coming back, he was still a worried man. Mpaka akafika mahali akafikiria ni kama tukienda huko sitapigana vita. He had to send people. Hallelujah. So sometimes there are things that would happen to you. Mpaka watu wanakushangaa, Arisi, na si uliokoka, na si tunakuonanga kanisa. No, this cannot happen. Hakinya ate aginya hau. Yani huku feel ati bwana yako ameoa watoto, ameoa mwanamke, na huyu mwanamke sasa ako na watoto 3 na ni watoto wazima, na anakujaga na kitoto kimoja, na haujawahi kusense. Amejekiwa mpaka nyumba na malisiti zinakuaga hapo kwa nyumba, na haujawahi kusense. Hallelujah. Na unakuja unapata risiti ya shule, Kamago Primary School, boarding is primary school. Na ufanye calculation ujiulize, hii malisiti na kuna mtoto yangu anasoma kwa hii shule, hii malisiti ni ya nini? The flags will be there. The red flags will be there, but you will not be able to notice anything. Unaachwa tu hivyo. Hauelewi na haujielewi. Unakaa kwenye upumbavu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na that is why, because the heavens zimefungwa. Milango, dirisha zote. There is no information coming to you. Hakuna hata kidogo. Hakuna information inakuja. Na ndio naona wengi wetu sasa muko na sura zimegogonyara kwa sababu mambo yaliyokupitia ni magumu. You saw it all, you knew it. Sasa umekaa wakati bigu imefunguka, ndio naona si kitu nilifikiria, si kitu nilikuwa nimeona. Si huyu mwanaume hata nilimkuta na huyu mwanamke akaniambia ni sister yake. How again? Imekuaje? What happened to me? Bigu ndio ilifugwa, hakuna mtu alikuroga, ni bigu ilifugwa. Na haikufugwa labda kwa sababu yako, ni tabia za social yako, ni tabia za baba yako ndio zilifanya bigu zikafugika. You are suffering because kuna kafairo kalitolewa. In verse 14, ni 14 ama ni 13? 13. When Ephraim, as I have seen, was like a young palm planted in Medio, 2014. Give them, O Lord, what will you say give? Give them a miscarrying womb and a dry breast. Unasikia hiyo maneno? Ati uadhibu. Hao watu bingu yao imefugwa, wanaadhibika. Uadhibu watu hawa, Mwenyezi Mungu. Lakini utawaadhibu namna gani? Baka kulikuwa na discussion. Mwenye bingu yake imefugwa, kuna discussion venye ataadhibiwa. There is a discussion. Uko atia? Nigetha uigue, uligua hariaho. Kama nyinyi woni kiangalia sura zenu naona mtu, umeona watu wamegogwa vizuri. Kama Roda hapa naona amegogwa. Acha nikwambie venye wali discuss. Uadhibu watu hawa, Mwenyezi Mungu. Lakini utawaadhibu namna gani? Uwafanye wanawake wao kuwa tasa. Hallelujah. It is a reasoning how you are going to be punished. Are you getting me? It is a reasoning how you are going to be punished. So the punishment ambayo unapitia ilikaliwa chini, ikazungumuziwa na ikapelekewa. Uadhibu namna gani? Uwafanye wanawake wao kuwa tasa. Uwafanye wakose maziwa ya kunyonyesha watoto wao. Meaning you are not productive. Whatever you do, whatever you go, you are not productive. Umejaribu kufanya kazi yote, there is no productivity. Nyonyo zikikosa chakula ya mtoto, you have suffocated the child. You kill the child. If your business does not have a blessing, if a ministry like this one does not have a blessing, if whatever you are doing haina baraka, it will at the end of the day be suffocated. And the suffocation inafanyika kwa nini? It is a predetermined decision. Mungu aliambiwa venye atakufinya. Kwa sababu bigu imefugwa.
Hakuna mahali utakimbia kwenda kuomba. Hakuna mahali utakimbia kuomba msamaha. Mbingu imefungwa. That is why even those days umeomba na utaomba na bado utaendelea kuomba. Lakini mbingu ilifungwa. Haleluya. Wanawake wao wakwe tasa, uwafanye wakose maziwa ya kuwaonyonyesha vitoto. Verse 15 ndio inakuwa mzuri sana. Inasema hivi: every evil of theirs is in Gilgal. There I began to hate them because of the wickedness of their deeds. I'll drive them out of my house. I'll love them no more, and their princes are rebels. Ati Mwenyezi Mungu asema hivi: uovu wao wote ulianzia kule Gilgal. Kwa hivyo uovu wako haukuanzia hiyo kijiji unakaa. Uovu yako haikuanzia hapo huyo mwanaume mko na yeye. Uovu yako haikuanzia hiyo kanisa huko sasa. Uovu yako haikuanzia mahali huko. Hapana. These things started from far. Uovu wao wote ulianzia Gilgal. Huko ndiko nilipoanza kuwachukia nani? Mungu. Ako menetene. Tiko tiago tidokiga. Oh God. Why me? Oh Father. Orina erede roboza katarina avana kiki yako ulikataliwa kitapo. Hapo ndipo nilianza kuwachukia kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Nitawafukuza. Sasa wacha nikuniangalia vibaya. Mlifukuzwa kutoka kwa nyumba zenu. Mnaishi kwenye nyumba ya mabango. You're not living where you're supposed to live. The kind of life you are living, that is not your life. Nitawafukuza kwa sababu ya matendo yao. Kutoka kwa nyumba kwangu. Sitawapenda tena. Viongozi wao wote watakuwa waasi. Si mnaona sasa? Mtu anasema I was prayed into. Sasa huyu prayed into. Watakuwa wabaya, watakigeuka. Viongozi, they will be rebels against you. Why? Because they know there is nowhere you can run to. Bigu yako imefungwa. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Bigu imefanya nini? Imefungwa. Inasema namna gani? Sitawapenda. Yani he is saying so God that he will never love you again. Verse 16. Inasema namna gani? Ama ni tumemaliza? Yeah. Watu wa Efraimu wamepigwa, wamekuwa kama mti wenye mizizi mikavu. Hawatazaa watoto wowote. Hata kama wakizaa watoto, nitawaua watoto wao wawapendao. Yani unakuwa kama mti nani? Mkavu. You are a dry tree. That is why you are not productive. You are a dry tree. That is when even if you are given a leadership, nakupatia leadership hapa, but you cannot perform. What you can only do ni kutoroka, because you are a dry tree. Unapatiwa responsibility kwako. Mzee anakuachia 1500 ufanye biashara kwa maana ametumwa kazi South Africa. Akikuja anakuta mpaka madeni inajaa. His money is not there. Anaambiwa tena kuna deni. Watoto wako ije mwezi mzima hawajaenda shule. Because you are a dry tree. Wewe ni mti mkavu ambao hauna madini. Why? Because you are operating on a closed heaven. There is nowhere you can run to. There is nothing that can release it is blessing to you. There is nothing that can fight for you. There is nothing that can defend you. That is why watoto wako ni waizi sasa. Unaishi kwenye kitongoji duni. Lazima hata kukuja Nairobi kupata fare ya kutoka kitongojini ukuje hapa. It's a big deal. There is nothing you can be able to assist. Maisha yako ni magumu. Ukitoka kwenye shida hii unaingia kwenye shida hii. Because there is no heaven that is supporting you. There must be a heaven that is supporting you. There must be a heaven that is open to you, to hear your cries, to hear what you want. A heaven must be there to support your cause. A heaven must be there to support your children. A heaven must be there to support your business. Hakuna heaven that is supporting you. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 16 ya manigani. Ephraim is stricken.
Their root is dried up, they shall bear no fruit, even though they give birth. 2017. My God will reject them. Say my amen. My God will reject them because they have not listened to him. They shall be wandering among nations. Why are you wandering in the nations? Because you are God. You never listened to your God. That is why the heavens shut. God gave you a message, you refused to hear. God told you what to do, you refused to hear. God gave you where to be, you refused to go. He instructed you, go to Mombasa ukafungue kanisa huko, unataka Nairobi kwa sababu Nairobi kuna pesa. Akakwambia toka hapa uende Busia ukaanzisha kanisa yangu ukafungue huko, bado unang'ang'ana. Amekupatia kazi ya kuchunga watu, badala ya kuchunga watu unapiga watu. Amekupatia kazi ya kusaidia watu, badala ya kusaidia hawa watu you are fighting them. You have rejected your God. You have refused to hear what God is saying. You have refused to do what God has told you to do. That is why your heaven will be shut until uinue miguu yako uende mahali unatakikana. Hallelujah. That is the cause of the closed heavens. You to refuse to hear heavens. You to refuse to hear what God has instructed you to do. You to refuse to do what is the will of God. You who has umepiga mtu kanisani hapa, ametoka kwa sababu yako, kwa sababu ulimwendea kichini chini, ulimwendea kwa maombi, ukaekelea sadaka zako hapa, ukapigana naye mpaka ameshindwa kukaa hapa, ameenda. Your heaven will be closed. Wewe ambao unainukia nyumba ya Mungu, unainukia wachungaji, unainukia wazee kama hapa, wingu yako itafungwa na imefungwa, and God will hate you. Atakuchukia, hautakuwa na mazao. You will never succeed. And this is happening not because you did it, but because your father did it, because your social did it, because your grandfather did it, because kile kijiji mali umenunua hiyo shamba is operating on a caste. It's a caste land. You are not going to make it. Imeshafungiwa. The land, there is a land imefungwa. Mwambie Ezekiel 16, mwambie nani? Jerusalemu mambo yake yaliyochukizo. Eneo ulilozaliwa, hilo eneo huko linaitwa Canaan. Canaan ni aliyelaaniwa. Eneo nimelifunga. Hivyo hata ufanya nini? Eneo nimefanya nini? Nimefunga. It is a dry land. Hiyo nyumba mnaenda kukaa ni nyumba ilijengwa kwa pesa za nini? Za machukizo. Nimefunga. Siku ile ulipozaliwa kitovu chako, hapana, anza kwanza kabisa. Yani it means you are not blessed, not because you have done anything wrong, but because umekalia shamba iliyolaaniwa. Because umeingia Nairobi na Nairobi kwako imelaaniwa. Unajua mji haulaaniwi kwa watu wote. Nairobi inaweza kulaaniwa yako, Nairobi yako. Ukiingia Nairobi inakukataa, maana oni kwako imelaaniwa, lakini kwa huyu imekubalika. Haijalaaniwa. Umeelewa? Kwa sababu ninaweza kuoa wewe tukose watoto, na uko sawa na mimi niko sawa, nioe huyu hata before niende kwake, unaona katubo kameruka huko. Wewe kwako kuna laana ambayo imetuzuia, lakini kwangu na huyu laana haijatuzuia. Ninaweza kwenda nikue sikubaliwi kukaa Nairobi. Kama sikubaliwi kukaa Nairobi, hiyo already ni laana yangu ya kunikataza kukaa Nairobi. Lakini nimeambiwa niende Mombasa. Nikikaa Nairobi milango yangu hakuna hata moja. Hakuna biashara hata moja itafaulu. Lakini nikitoka hapa, nikitoka Nairobi after 3 months, utaona katubo kamefika huko. Mpaka najukunia huko. Nikikuja nakuja na kile jirova, mnauliza huyu ni yule, huyu ni mwagi yule wito, mwagi wito kale kigeathire na mbere, because automatically akili za watu wataanza kusema ni devil worshiper, aliabudu shetani. Hawajui Mungu anajua kubariki. Neno la Mwenyezi Mungu lilinijia likafanya nini? Wewe mtu ujulishe mji wa Yerusalemu machukizo yake. Kwa hivyo mji una machukizo. Mji uko na machukizo yake. And that's why mahali popote unaenda, takaza mahali pale. Ukiangalia Biblia kote Musa alienda, aliinua madhabahu.
Kote Yakobo alienda, alifanya madhabahu. Kote Isaka, wote mahali popote wana wa Israeli walienda, waliinua madhabahu, maana hawakujua historia ya mahali pale. Tusimame kwa miguu yetu. Tutaendelea ni jinsi gani utajitoa, ama ni jinsi gani utafungulisha bingu yako. Thank you mother. Kane yaga hujagia nako. Ngakena power. Shika sadaka zako za kufungulisha bingu yako. Zaka zako na fungu za 10. Your 10%. Your sacrifices za kufungulisha bingu. Tunaka hapa tufungulisha nini? Bingu. Nimekufundisha na umejiona. You've seen where you went wrong. You've seen where the rain started beating you. Where your heaven closed. Ilifungukia wapi? Ni kwa nini umeinukiwa? Biashara yako imeinukiwa. Familia zimeinukiwa. Simameni kwa miguu. Simameni nyote, kila mtu. Kila mtu asimame. Kila mtu asimame. Hata kama hauna miguu, simama tu. Your heaven now will support you to stand. Hata kama ni mzee unaenda na mkogojo. Hata kama ulianguka kwa stairs. Ni ukohona umuthi, ukohona umuthi. Yes. Harakisha. Kila mtu ameweka? Nataka tufanye ombi moja hapa ya kufungulisha bingu. Fungulisha watoto wako. Mumechukua bahasha? Ama nyinyi mumejitoa kama dhabihu? Uimbaji wenu mumeutoa kama dhabihu? Hauna kitu ya kutoa? Hauna? Jitoe kama sacrifice. Inua bahasha yako juu hivi. Sema, Mungu muumba wa mbingu na dunia, tazama sadaka hii ambao nimeitoa kama dhabihu, dhabihu ya kuteketeza. Mbingu yangu ikafunguke. Ninatubu dhambi za wazazi wangu, dhambi za wazazi hawa hapo mbeleni, mababu, na hata dhambi za maeneo niliyotoka, na dhambi za maeneo ambayo niko sasa, na dhambi za maeneo mahali ninaabudu sasa, na kule kote nimeabudu. Ninaomba msamaha. Nitakaze, nifungue, nikae jinsi unavyotaka, jinsi inavyokupendeza, nikae hivyo. Ninawafungua watoto wangu, ninafungua utumbo wangu, nafungua biashara zangu, nafungua huduma yangu, nafungua familia yangu na biashara zangu, na hata kule nafanya kazi ninafungulisha. In Jesus name. Somebody say amen. Leteni hapa bingu imefunguka. Sasa mnataka kuibiwa, hivyo ndio mwanze kuiba.